Upupu Podcast imepiga story na Ricardo Momo, kaka wa Diamond Platnumz na mdau mkubwa wa muziki nchini Tanzania, ambaye amehudumu kwenye kiwanda cha muziki wa Bongo Flava kwa miaka mingi. Ashakuwa meneja wa wasanii tofauti na ambao wamepata mafanikio makubwa kwenye music industry. Ricardo Momo anaelezea namna ambavyo wasanii wa Tanzania wamekosa kuwa nominated kwenye tuzo za Grammy, tuzo kubwa kabisa duniani mwaka huu, licha ya kwamba wasanii wengi wamekuwa nominated kwenye tuzo hizo. Ricardo anaelezea pia namna ambavyo Diamond Platnumz amekuwa akipokea mashambulizi mengi ya kusemwa na Watanzania. Hii inatafsiri nini kwenye muziki wa Diamond Platnumz? Kauli zake tata alizokuwa amezungumza Ricardo ni pamoja na, anasema siku Tanzania itakapoacha kumsema kwa mabaya Diamond, ndipo ambapo yeye atahofia na ataliona anguko la kimuziki la Diamond. Diamond ameanza kutengwa toka miaka ya nyuma akiwa mdogo kwenye ngazi ya familia, na leo hii ndio huyu ambaye tunamuona hapa anapeperusha bendera ya Tanzania, East Africa pamoja na Afrika. Kwa hiyo kusemwa kwake ndiko ambako kunaendelea kumpa uhai. Ricardo anatoa wito kwa wasanii wengine watambue kuwa kusemwa huwa kunaongeza chachu, na wasifurahie matukio ya kusifiwa peke yake, wayapokee yote, lakini wafurahie zaidi mashabiki na watu wengine wanapowakosoa ama kuwasema. Ricardo Momo anaamini kwamba kila Diamond anaposemwa na Watanzania ama na mashabiki wa muziki, ndivyo ambavyo milango mingi inafunguka kwenye safari yake ya maisha ama safari yake ya muziki, na tukio hilo huwa linatokea punde tu pale ambapo watu mbalimbali huwa wanamsema Diamond kwa mabaya. Kwa hiyo hakuna namna ambapo Ricardo Momo ataogopa ama atapata wasiwasi kwa wananchi ama Tanzania nzima ikimwekea maneno mabaya Diamond, kutokana na misimamo yake ama aina ya muziki ambao yeye amekuwa akifanya. Nini Diamond huwa anafanya wakati huu ambako pengine anapitia changamoto nyingi za kuandamwa na mashabiki na kila mmoja katika taifa hili? Bana Ricardo Momo, niambie ndugu yangu. Bana, kwanza umezisikia hizi nominations za Grammy zilivyotoka? Ndio. Lakini vile vile kabla ya hapo tuliona wasanii wetu wengi ambao kutoka Tanzania wamesubmit kazi zao, na hii imekuwa mara ya kwanza. Ndio manake. Lakini bad luck, hakuna hata msanii mmoja ambaye ametamba kwenye nomination. Ndio. Hii inatafsiri nini kwa wewe kama mdau wa muziki na umekaa kwenye industry kwa muda mrefu? Tafsiri yake kwamba umekuwa muziki wa Bongo Flava. Kwa sababu mimi ni mkongo kidogo. Unajua kuna vitu vile, kuna kujishughulisha na jambo na kuna kufuatilia jambo. Muziki wa Bongo Flava kitabu sana nimeanza kufuatilia, lakini nimeanza kujishughulisha nao kuanzia mwaka 2015. Kwa tofauti hapo kwa kuna kujishughulisha na jambo na kufuatilia jambo. Kwa hiyo uniongopei kwa chochote kile. Kwa hiyo nafahamu. Kwa hiyo nikisema kukua Bongo Flava, kwa sababu haikuwa malengo ya muziki wa Bongo Flava kama kuna siku itatokea wasanii wetu wataweza kuwa story kwenye Grammy. Sio nzuri haikuweza kuwa kwamba kuna siku itatokea wasanii wetu watafananishwa na wasanii wakubwa duniani. Haikuwa, lakini ni jitihada za wasanii, na nisiseme tu wasanii, nimpongeze Diamond Platnumz kwa sababu alianza kwanza AY, alipambana kadri ya uwezo wake, akaja Diamond Platnumz akapambana zaidi. Leo hii tunaona mianya mingi sana inafunguka katika muziki wa Bongo Flava. Kwa mzuri Kwa hii tukapata collab kutoka msanii kutoka Tanzania na wasanii wakubwa kutoka Marekani. Tena sio tu mshirikishe, anashirikishwa msanii kutoka Tanzania, ni msanii wa Bongo Flava. Kwa maana yake ni ukuaji. Kwa kwenye ukuaji usiangalie kwa nini haukupata, angalia distance iliyotoka mpaka kufikia hapo ulipo. Sawa mzuri? Kwa hiyo distance ni kubwa sana. Yaani muziki umepiga hatua kubwa sana. Watakucheka wapumbavu usiokuwa na akili, na usijue Bongo Flava imeanzia wapi, na usijue malengo ya Bongo Flava. Lakini kwa wenye akili kama sisi, siwezi kumcheka msanii hata mmoja, bali na hapo congratulations, kwa sababu wanafungua daraja la wengine nao. Unajua sio kila anayefanya lazima awe yeye. Fanya kwa kufungua njia. Pengine kwa miaka inayokuja tukawa na wasanii wengi ambao wanaingia kwenye nominations za Grammy. Sawa vizuri? Sawa. Kwa hiyo
mwanzo alikuwa Diamond Platnumz peke yake, ikaja Istukizi, ikaja Rayvanny, nao kuna Diamond, nao kuna AY, nao kuna Mario, tumeona Harmonize. Wanake kadri siku zinazidi kwenda tunazidi kuonesha ulimwengu kwamba kuna sehemu pia ipo inafanya muziki na ni muziki mzuri ambao ulimwengu tunaomba wautambue. Kwa cha msingi ni sio kukata tamaa, ni kufanya jitihada na kusoma zaidi kugundua nini kifanyike ili tuweze kuingia kwenye nominees kwa miaka inayokuja. Umemtaja hapo Ricardo Momo, Diamond Platnumz ambaye pia wewe ni mdogo wako. Naam. Kwa kiasi kikubwa ukiangalia comment mbalimbali za watu, hata namna ambavyo tuzo hizi hatujatamba huko kwenye nomination, vicheko vya Watanzania wengi vinaangukia kwake. Ndio. Wengine wanafuata, lakini vile vile Diamond amekuwa ni kati ya wasanii ambao wanasifiwa sana, na linapokuja kwenye swala la kukosolewa ama kupondwa wanapondwa sana. For instance, tumeona juzi hata kwenye issue za masuala kujitokeza kwa wananchi kusimama upande wao, watu namna ambavyo react, wengine wakamwanfollow. Ndio. Wewe kuna muda unakaa naye karibu, huwa ni mtu wa namna gani na unadhani kwa nini mashambulizi mengi yanaangukia kwake? Kwa sababu ndio imeandikwa hivyo ili aweze kufanikiwa. Kwa sababu Platnumz ukiangalia namfananisha na mtoto ambaye amezaliwa kwenye familia ya watoto 6 ama watoto 2, alafu baba anampendelea mtoto mmoja, mwingine anamtenga. Unafahamu vizuri? Na mara nyingi watoto ambao wanapendelewa sana na wazazi wao wao ndio wanafarisha wazazi wao. Wale ambao wanatengwa ndio wanawapa kipaumbele wazazi wao. Unafahamu vizuri? Kwa hiyo Platnumz maisha yake ya muziki yote toka anaanza hicho ndio kinamfanya awe mkubwa zaidi, hicho ninachokiona hichi. Na siku nitaufia endapo kitatokea watu wote watakuwa na msupport, hapa nitaogopa sana. Kitu vizuri kwa sababu sio sifa ya Platnumz. Sifa ya Platnumz ili afanye vizuri zaidi, watu waendelee kumkosoa kama hivi ninavyomkosoa. Kwa kwanza nataka ufahamu kwa nini kila jambo linalotokea lolote lile lazima mtu ambaye anamfuata zaidi watu ni nani? Ni Platnumz. Huo ni ukubwa wake unaonyeshwa. Yaani hauwezi kuwa mkubwa ikiwa haukosolewi hata siku moja. Hauwezi kuwa mkubwa ikiwa watu hawakushambulia hata siku moja. Ili uwe mkubwa lazima una competition. Watu waone ukubwa wako. Shafahamu vizuri? Sasa ucheko kwa Platnumz manake watu wanamkumbusha kwamba wewe ni mkubwa. Sasa mbona hatuoni mapambano ya ukubwa wako? Umefahamu vizuri? Kwa hiyo nafikiri yeye inakuwa ni fundisho kwake. Yaani kuna muda vicheko au mateso usichukulie kama labda ndio watu wakupendi. Kula ni changamoto ya kukufundisha, ya kukushtua, ya kukuamsha. Unasema vizuri, pengine kuna kujiamini kwako kulikuwepo. Sasa kupitia vicheko inakusawazisha makosa yako. Kwamba bwana brother umeona hebu amka basi. Ile sasa vile micheko vile ndio inakuwa ni amka yako wewe ambayo nakika baadaye itakuwa mafanikio makubwa. Shafahamu vizuri? Kwa sababu Platnumz mkiangalia akuchekwa kwenye Grammy tu, anaanza kuchekwa sehemu nyingi sana. Na sehemu zote hizo matokeo yake Mungu anamletea majibu makubwa mbele yake. Yaani believe ninachokwambia ndugu yangu. Hivi vicheko ambavyo alivyovipitia hivi basi kuna majibu makubwa mbele yake atakuja kuyapata, kwa sababu ni mtu ambaye achukulii kwamba watu wanapomcheka kama ni manyanyaso ama wampendi. Anachukulia ni mafunzo na nini na nisema na changamoto tu watu yasazishe ili waweze kufika mbali zaidi. Shafahamu vizuri? Sawa. Sababu hata ukiangalia mambo ambayo wanafanya katika muziki, mafanikio kupona katika muziki, kwa sababu ya hivi vitu kama hivi. Na wasanii wengi wewe angalia wengi ambao wanaangamia ni wale ambao watu hawana kibaya kwa upande wao. Wapo wasanii Tanzania wana bahati kubwa sana. Lakini mimi siite bahati, zaidi ni ujinga. Sababu leo hii kuna msanii hata fanya jambo gani utamkosoe. Sasa ile ni jambo baya sana katika maisha yako. Ukiona unafanya kitu na ukosolewi, basi jiangalie mara mbili. Uenda kwa ufanye kitu sahihi. Lakini ukifanya kitu sahihi, lazima watu wakitia kasoro ili kukupa nguvu zaidi. Na anapokuwa labda pengine anapatwa na mambo kama haya, unapokuwa naye karibu, ni kitu gani huwa anazungumza? Kwa mfano
issue za namna hii ambazo zimekuwa zikimpressurize kwa kiasi kikubwa zaidi? Sasa unajua, kwa bahati nzuri jua mara nyingi wajua yeye toka alipoanza muziki mpaka kufika tu hii, anajua yupi anayemaanisha, anajua yupi anachuki. Sababu mzuri asilimia kubwa ukiangalia katika mengi ambayo Diamond anayekutana nayo yale mabaya, watu ni wale wale tu, ni wale ambao walijaribu kumangusha jana wakashindwa, kwa hachoki na kesho pia. Sababu vizuri. Kwa yeye na kwa haimpi tabu. Yaani unajua ana maadui wapya. Unajua mbaya, unajua kuna maadui wapya, inabidi uogope. Sasa yeye yani maadui ni wale wale tu ambao wajaribu kutafuta njia ipi itakuwa sahihi labda ya kumwangamiza. Sababu vizuri. Ricardo, kuna chuki za namna hiyo kwenye muziki wa kutaka kuangamizana, mtu mmoja apande mwingine ashuke? Brother, asikwambie mtu. Hivyo vitu vipo brother. Yaani hivyo vitu vipo ambavyo havijaanza leo. Na kama unakuwa hauko strong ndugu yangu, yaani unaangamia kwa sababu yes, vitu vya kweli, kwa sababu sura ni zile ulishaziona. Wewe angalia hata kwenye maafa, ukiona maafa yalotokea, si ndio? Mambo yalitokea haya. Unakuta wanazungumza wasanii lakini main target ni nani? Sababu mzuri. Kwa hiyo wasanii inakuwa ni sababu. Na ukiangalia wengi ambao ndio wanaongea mambo ni wale wale. Ni watu wale wale ambao wanajua sauli fulani ambaye ni kila siku amekuwa ni yeye anatafuta njia gani, namna gani ya kumwangamiza huyo mtu. Usitakijua kwamba Mwenyezi Mungu huyo ambaye nimchukia yeye, Mungu anapenda kumuinua. Sawa. Unafahamu vizuri? Sawa. Sababu ili Mungu aoneshe maajabu yake, aoneshe uwezo wake, basi aendane na tofauti na wewe unachokitaka. Sio unaelewa vizuri? Ana Mungu ndivyo namna hiyo. Yaani ile kuonesha kama mimi ni Mungu. Sio vizuri? Yaani anapenda kuna tofauti na wanadamu wanavyotaka. Sio vizuri? Sababu wanadamu wengi wanapenda kuona kwamba fulani afanikiwi. Sasa Mungu yuko namna hiyo. Sio vizuri? Kwa Mungu yule ambaye anampinga watu mara nyingi, yule anampinga yule. Basi Mungu yeye ndio anapenda kuonesha watu kwamba mimi si mpingi. Wanapenda kuona fulani kaangamia. Sasa Mungu yuko namna hiyo kwa sababu Mungu wote ni waja wake. Wote ni waja wake Mungu. Kwa Mungu anampa mtakaye na anampokonya amtakaye. Kwa hiyo sometimes vicho kizao ndio Mungu anazidi kumimarisha na kumpa vikubwa zaidi. Labda akitaka hivyo wamshukuru Mwenyezi Mungu, huenda Mungu akapokea dua zao. Nashukuru sana Ricardo. Tumalize na hili, nini wasanii wa Tanzania wafanye ili mwakani pengine tuwaone kwenye tuzo hizo kwa kuzingatia hivi vitu ambavyo vimekuwa vikiainishwa hapa? Ufanye hapa na tukia waisome game. Hizi tuzo unajua kuna wakati mnaweza mkama nataka kitu lakini msikijui hicho kitu kimekijengea katika njia gani au hicho kitu kinataka nini. Mimi nafikiri wasanii tunawaza Grammy, lakini tujui Grammy tuipata katika njia gani. Unafahamu vizuri? Sasa hiyo natakiwa waisome tu ni njia gani ambayo ni sahihi ya kupata. Kwa sababu hata ukiangalia katika before ya kwa kategori ya nini ya Afrika hii, Best African Music nini performance, Burna Boy aliangalia nini afanye ile ipate. Nafikiri album yake ilompa ile Burna Boy, ukiangalia njia alizopita Burna Boy zinafanya mpaka zifanikishe kuchukua tuzo. Na kadhalika pia tayari ukiangalia njia yake pia ya songs wake sio njia ndogo, ni njia kubwa pia na maisha yake yote tayari aliwekeza kuishi Marekani. Sio nguri kwa sababu msingi watakiwa wasanii waangalie Grammy kutoka Afrika. Ukiwa msanii wa Afrika nini hasa ili uweze kuachieve Grammy, nini akifanye. Wakishakiona hicho nafikiri wao ni wataalamu, mimi ndio kuwafundisha wao ni wataalamu, waangalie deep, watazame kama wanataka Grammy, watakiwa waekeze akili yao kwenye Grammy. Yaani mtu atakiwa aache kazi afanye kazi, yaani aache kuwafurahisha mashabiki, atakiwa angalie nini anatakiwa akifanya hata kwa msingi ambacho labda uenda kwenye Grammy wakamfikiria na wakapata hiyo tuzo. Lakini la sivyo tukienda na muziki huu ambao nao unachika huu muziki hauwezi kutupa Grammy. Utatufaike kwa Mungu wenyewe wanatokana tunakusema. Nashukuru sana Ricardo. Shukrani sana.